Shem. Naota au? Wewe unafuata nini kwangu? Samani Shem. Nilikuwa nakuja kumuulizia Anita. Sijui yupo. Kwani wewe unamfahamu Anita? Anita ni dadangu. Wewe mwanamke, nakwambia hivi, njia zote ambazo mlizozitengeneza kwa kuja kuharibu maisha yangu, nimeshawaambia mmeshindwa. Kama nilivyomfukuza Anita hapa nyumbani kwangu, naomba uondoke. Hey, Shemu. Mbona unanichanganya? Mimi nakuchanganya wewe. Mimi nakuchanganya wewe. Unajua nikwambia kitu kimoja. Kabla sijakuharibu na huyo Shemu wako, naomba uondoke. Unanichanganya Shemu. Mungu wangu. Kabla sijakuharibu na huyo Shemu wako, naomba uondoke. Ukamtafute wapi Anita alipo. Lakini Shemu, ondoka. Tukiachana na yote yale, pointi kubwa ambayo nikuja kuongea na wewe ni kuhusu Melina. Unajua siku ile ambayo tulikuwa tunaongea, najua hukunielewa kwa sababu niliyafumba sana maneno yangu. Unajua ni muda mrefu sana nakwambia kutokana na ndoto ambayo nikiwa naiota. Na sasa hivi naona kwamba ndoto hiyo nakwenda kuwa kweli. Ayubu, ikiwa kweli ile ndoto ambayo naiota na inakusumbua vile kwa kipindi cha muda mrefu, leo hii ukiniambia kama inaenda kuwa kweli, hivi unaenda kuishi maisha gani kaka? Unajua matatizo yangu yanayosababisha mimi kukosa amani katika usingizi hayatoki mbali, yanasababishwa na Melina. Ukisema hivyo unamaanisha nini hasa? Ni rahisi kusikia, lakini ngumu kuelewa. Lakini najua huwezi kulielewa hilo kwa sababu Melina ni mpenzi wako. Lakini ninachokiongea niko sahihi. Ayubu, mimi nakuheshimu. Tena nakuheshimu sana. Na ikiwa hiyo ni moja kati ya vijisababu mnavyovitengeneza ninyi ili kunitenganisha mimi na mpenzi wangu, basi ninyi mlifeli. Hapo hamtofanikiwa kabisa. Ngoja nikwambie kitu. Kutokana na hili, Melina anajua ukweli wote. Na siwezi nikakudanganya kwa lolote. Na kama unataka uelewe, nenda umfuate Melina. Na Melina atakupatia sababu tosha za kwa nini ananitokea kwenye ndoto. Na huko akinitajia msaada. Daudi, utakuja kujua ukweli kwamba Ayubu mimi sikudanganya. Sawa. Kama unachoongea kweli unamaanisha, hiyo niachie mimi, nitaenda kumuuliza mwenyewe Melina. Na nikija kubaini kwamba unanidanganya, Ayubu, basi undugu wangu mimi na wewe utakuwa umeishia hapa. Maana nitakuwa nimeshagundua.
nimekuona. Mbona unanichanganya? Unaishi wapi wewe? Haina ulazima kujua ni wapi ambapo napopaishi. Ungejua kwamba kaka Baruti alikuja nyumbani kunikaripia. Eti mimi nahusika na ujauzito wako. Danita, ina maana hapa kuna kitu kimewekwa kwa pazia. Na nina imani kwamba unajua kila kitu. Lakini Danita, kumbuka uliniambia hiyo mimba siyo ya shemu, lakini hukuniambia muhusika. Danita, kumbuka kidole kimoja kivunji chawa. Unaweza kumuita kaka Baruti kumwelezea shida zako akakusaidia. Na kingine, nilienda kutafuta kule kwako, nikamkuta shemu. Alinishangaa. Baadaye alinifukuza kama mbwa. Sijui ni kitu gani kinaendelea. Naomba unisikie kwa mara nyingine ya mwisho. Mimi na matatizo ya ndoa yangu, aidha mimi na raha ya ndoa yangu, naomba mniachie. Sihitaji msaada wako wewe, aidha msaada wa kaka. Sawa? Nikizana hapo umenielewa. Shenzi. Hizi taarifa nilivyokuwa nazisikia mtaani nimezani ni za uongo. Lakini sasa hivi ndio nimegundua kama ni za ukweli. Daudi, tangu nilikuona unavyokuja na hiyo hali na unasopu sawa. Na unafika unashindwa hata kunijulia hali na kunishtumu mambo ambayo siyafahamu. Daudi, una shida gani wewe? Huwezi kanielewa kwa sababu hata mimi kabla nilikuwa sikuelewi. Afu hali yako mimi inanihusu nini? Hata ningekukuta kama ututi mimi sikakusaidia chochote. Daudi! Kweli wewe ni mchawi. Melina, wewe ni mchawi. Na hivi nimemwamini Ayubu. Yaani umeshindwa kunua katika njia zingine, mbona bora unue wazi wazi. Hata dada yako mwenyewe anajua kwamba wewe ni mchawi. Na dadangu tumekosana sana kwa sababu ya hilo. Na ndio maana hauna hata marafiki katika kijiji. Sababu ni hiyo hiyo. Na hata katika mapenzi yetu, mimi na wewe ndio basi. Kwa sasa umekuwa unatarajia kuishi kwa Sabrina, lakini Sabrina hayupo. Mkuu amemtuma na hatujui kama atarudi. Akirudi utaenda kuishi pamoja naye. Sawa, mimi nimekusikia na kuelewa. Ila sasa kuhusiana na ujauzito mtaishi nao mpaka lini? Usijali kuhusu ujauzito wako kwa sababu kazi yake imeshaisha. Utaenda kutolewa. Sawa. Nina imani kwa sasa kazi yangu imekwenda kuisha. Ili na mimi nikaanza maisha yangu mapya. Maana siwezi kabaki kwenye hichi kifungo. Uenda Sabrina akija
kila kitu kitakuwa kimekwisha. Hiki sio kifungo, ni kazi. Subiri utapata matunda mazuri. Subiri Sabrina aje, kwa sababu ana kazi nyingine mkuu atakupa. Wewe jitahidi kuwa mvumilivu tu. Sawa, mimi nasubiri kupewa hiyo kazi. Ila ikiwa ni kazi ngumu kama hii, sidhani kama nitaiweza. Maana kwenye kazi nimejitolea sana. Nimeharibu furaha yangu nyingi sana sababu ya kazi. Tumsubiri Sabrina, huenda matokeo yakawa mazuri. Aya, usijali. Kama nilivyokuambia, tutaishi pamoja hapo. Jisikie huru. Sawa, asante. Daudi. Salama, yaje. Huwezi amini nilifika pale kwako nikakukosa. Sikia leo niliona ni vema niende kuangalia mimea tu. Baada hapo nirudi nyumbani. Na ndio kwa maana umenikosa. Kweli. Leo ndo nimeamini kama si kila kijana ni kijana. Vijana wengine kwenye uso tu, lakini akili zao ni za kizembe. Kijana ni yule mwenye nguvu yenye maendeleo. Ukisema hivyo unamaanisha nini? Nachomaanisha ni kwamba kijana hawezi kumwacha kijana mwenzake akiteketea na ana uwezo wa kumsaidia. Ayubu, nimekuja kugundua kwamba wewe ni kijana muhimu sana katika hiki kijiji chetu. Daudi, ngoja nikwambie kitu. Kuna neno moja muhimu ambalo unaliongea. Kijana mwenye nguvu hawezi akamwacha kijana mwenzake aanguke kwenye matatizo. Unajua, siku zote ile jambo ambalo nilikuwa nakwambia, nilikuwa kabisa nina uaminifu kwamba Melina sio mwanamke sahihi ambaye unastahili kuwa naye kwenye mahusiano. Kwa sababu ni kweli ungekuja kumwoa Melina, lakini fikiria, siishi na Melina, ninapata matatizo kiasi hichi. Je, ungekuja kuishi na Melina, matatizo haya ninayoyapata ungeliyapata mara 7. Unajua ungeishije? Hata mwenyewe nimeshukuru sana kumuona siku ya leo nimeweza kuachana na Anita. Sasa hivi naishi maisha mazuri. Unajua, ukija kuchunguza vile katika hiki kijiji, kuna matatizo makubwa ambayo sisi wenyewe hatuwezi kuyabeba. Ndio maana muda mwingine huwa anajifikiria kwamba labda hiki kijiji kina laana au wanaoishi hapa ndio wamejaa laana. Usicheki. Sasa hili swali inabidi tulikalie chini na kutafuta suluhisho. Daudi, mtakacha vunguni sheti ainame. Kwa hiyo tusipoinama katika hichi kijiji, nisikudanganye, tutakuja kufa, alafu hichi kijiji kitateketea na mwisho kitabakia kuwa makaburi. Kwa sababu ili swala la Melina, fikiria kidogo. Mtu anakuja kwenye ndoto, ananiambia nimsaidie, huku amefungwa. Halafu nakutana na mtu yupo kwenye maisha ya kawaida, halafu yupo kwenye mahusiano na rafiki yangu ambaye ni wewe. Si kifo hicho. Sasa wewe ni shujaa wangu. Siku zote nakwambia hivi, maisha tunayoyaishi sisi sio maisha yetu. Maisha yetu sisi watu wengine wanayaishi, alafu sisi tunaishi maisha yao. Imagine, Melina sasa hivi haniji kabisa hata ndotoni. Labda wewe. Sasa ndugu yangu hapo sasa kunitishia sasa. Kwa sababu sasa hivi mimi na Melina nimeshamalizana naye. Usiniambie. Hata katika mahusiano tumemaliza kabisa. Simtaki tena. Sasa nikwambie kitu kimoja. Unajua sasa hivi maisha yetu yatakuwa mazuri. Lakini ninachokuambia, zingatia hili. Usije ukampatia nafasi Melina. Na sijamaliza katika uchunguzi wangu. Lazima nichunguze, nihakikishe kabisa Melina kwa nini ananifuatilia. Na najua ya kwamba ukija kunisaidia tutapata haya majibu mapema sana. Kweli kabisa. Sasa inabidi tuchunguze kama yuko peke yake au kuna mtu nyuma yake. Aliyoko nyuma yake ni Anita. Huu ndio ukweli ujue. Kimoja tu kilichobaki ni sisi kuangalia njia sahihi ya kuishi. Basi.
ujauzito wewe? Tuliachana wewe ni mjamzito. Au ulijifungua unaamua tu kutoniweka wazi? Kuhusiana na ujauzito wangu naomba mniachie. Okay, so basi dada, tuachane nayo. Dada, kuna jambo ambalo lilinileta hapa. Dada, nalo jambo lilinigusa. Hivi dada, unajua kama mimi ni mchawi? Mchawi? Dada, kipindi chote ambacho tulikuwa enzetu tukiwa watoto mpaka sasa hukuwahi kunambia kwamba mimi ni mchawi. Dada, hata shemu anajua kwamba mimi ni mchawi. Na ndio maana ile siku nilienda kutazama kwako, nilimkuta shemu alinishangaa na kunifukuza kama mbwa. Kumbe tayari alikuwa ashajua kwamba mimi ni mchawi. Dada, kijiji chote kisima kinajua kwamba mimi ni mchawi. Na ndio maana tokea utotoni mwangu sijakuwa na rafiki na kunipata salamu. Dada, kumbe wamejua dhiki na choki ndani ya mioyo yao kuhusu mimi. Dada, alafu mimi nimekuwa sifahamu, leo ndo nawekwa wazi. Dada, alafu naambiwa na mtu ambaye sikuwa namsania. Dada, mimi ni mchawi. Mimi nakosa gani dada? Dada, mimi wananichukia watu walikuwa sifahamu. Dada, mimi nachukia wapi mimi? Nakosa wapi dada? Mdogo wangu. Pole sana. Naelewa napitia kipindi kigumu sana. Ila naomba unisikie. Mimi ni dada yako. Ila tambua kuwa tumezaliwa tukiwa watoto watatu kwenye tumbo la wazazi wetu. Ikiwepo mimi na wewe na kaka. Sidhani kama unaweza kukumbwa na matatizo mimi nikakuacha. Ila naomba ujitahidi kufurahi hata kama mazingira yanakusukuma kuwa na huzuni. Najua chini kipindi tu kitapita. Na sidhani kama hayo ambayo wanayowaongea yana ukweli. Maana nakufahamu toka ungali mtoto mdogo. Uenda una mengine mapungufu lakini sio ya uchawi. Naomba nifariji mdogo wangu. Sawa? Sawa dada. Anayejua thamani ya mwenzake hawezi kumwacha huko akianguka akifurahia maanguko yake. Ndugu wangu, naomba niachie kila kitu. Na ninatumainia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Bali kuwa na amani tu kwenye moyo wako. Sawa dada. Asante sana dadangu. Naomba uondoke. Uende nyumbani. Jioni nitakuja kuongea na wewe. Sawa? Sawa dada. Acha kulia basi. Sawa. Kweli. Kaka, ni saizi. Salama ni aje? Salama sana kaka. Mbona siku hizi sikuoni kaka? Utaweza siku hizi yani nakaa na shinda shamba huko. Kaka, kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana. Nimejitahidi hadi mpaka nikakifaulu. Mdogo wangu, usiniambie kwamba lile jambo ambalo nilokutuma ndio umekwenda kulifaulu. Kaka, mbona haraka hivyo? Subiri nitakwambia. Alafu kaka, nilipokuwa napita mitaa ya kati, niliona mahali ambapo mke wako anapoishi. Mke wangu mimi? Ndio.
Ndio. Alafu kinachonishangaza zaidi, mke wako nimkuta ana ujauzito.